Miongoni mwa sifa za waumini ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaziongelea kwenye suratul Mu'minun, aya 5, Allah anasema kwamba miongoni mwa sifa zao na ambao wanalinda tupu zao. Akaendelea aya 6 akasema kwamba isipokuwa kwa wake zao au kwa iliwamiliki mikono yao ya kulia. Aya 7 akasema kwamba lakini anayetoka nje ya hayo basi amefanyaje? Ameruka mipaka. Hii ni sensitive talk ambayo tunatakiwa tuiongelee. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anaongelea wanaozilinda tupu zao, alikuwa akimaanisha kwamba wanaolinda tupu zao kutokana na zina na wanaolinda tupu zao kutokana na maswala kama ya masturbation, maswala ya kutizama vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevikataza. Naongelea picha za utupu. Sawa? Ngoja nikupe kisa cha kijana mmoja ambaye wazazi wake walimpa kila kitu, yani walimpa facilities zote, ana PC, mtoto ana simu, yani everything vya teknolojia. Hapa naongelea kwa sababu utandawazi ndio unaopelekea most of hivi vitu. Sawa? Kila kitu alikuwa nacho ndani kwake. So siku moja yule kijana akatoka huko, kafika, akasalimia wazazi wake, akasema mimi naenda juu, chakula mtaniletea huko huko. Mfanyakazi anapeleka chakula, anagonga mlango, anasikia sauti za ajabu lakini mlango haufunguliwi, umelokiwa. Basi akaenda kuchungulia dirishani, lakini kukawa kuna kizuizi, haoni ndani. Sawa? Hivyo wakavunja mlango. Wamevunja mlango, wameingia ndani, wakamkuta yule kijana amelala chini kama ameanguka, lakini ameshikilia remote kwa nguvu sana, na alichokuwa anaangalia, alikuwa anaangalia picha za utupu. So walichokifanya ikabidi wamkate mkono, watoe ile remote, na huo ndio ulikuwa mwisho wake. Akaja akaoshwa, akazikwa hivyo. Sawa? So from this tunajifunza kwanza, wazazi tuangalie ni vitu gani ambavyo tunawaruhusu watoto wetu wawe navyo. Kijana yule alikuwa ni age ya 15 hapo 16 17, ni age ya adolescent. Kwa hivyo kupitia facilities zote alizokuwa nazo ndo hizo akawa anazitumia kufanyaje? Kuangalia hizo picha zisizofaa. Kisa cha mzee mwingine ambaye alikuwa kila akitoka kazini anajifungia chumbani kwake, anakaa ndani, pia hao wengine wanajua kwamba amelala, lakini kumbe ilikuwa sio hivyo. Siku moja katika masiku ameingia ndani, amekaa almost 5 hours. Sasa ikabidi waende kumgongea, kumuamsha. Wanagonga mlango, mlango haufunguki. Wanapasua hivi mlango, wanakuta yule mzee alikuwa akiangalia video za utupu. Jamani, madhambi ya siri ndiyo yanayopelekea mwisho mbaya. Ukiyaendekeza na kuyakithirisha madhambi ya siri bila kuzuia nafsi au bila kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utajikuta unakufa ukiwa kwenye hayo madhambi yako ambayo hakuna anayekuona. Unajikuta umedhalilika duniani na akhera. Hivyo tuombe stara ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa anatustiri, kwa sababu tungekuwa tunaonana tunayoyafanya tukiwa ndani ya majumba yetu, basi tungekuwa hatutizamani. Tusiache kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bye guys.